shida kubwa yatujia, shida kubwa kwa watu wa Mungu. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoleta njaa na kiu, si njaa ya kukosa chakula na maji, bali neno la uzima. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoleta njaa na kiu, si njaa ya kukosa chakula na maji, bali neno la uzima. Je, utakumbwa na shida hiyo kwa kutojali neno la Mungu? Litafuteni neno, muda ndio sasa, kabla halijafungwa. Je, utakumbwa na shida hiyo kwa kutojali neno la Mungu? Litafuteni neno, muda ndio sasa, kabla halijafungwa. Shida kubwa yatujia, shida kubwa kwa watu wa Mungu. Siku hiyo ndugu watakimbia, wakitafuta neno wasilione, wanawaripia nao wavulana watazimia kwa kiu. Siku hiyo ndugu watakimbia, wakitafuta neno wasilione, wanawaripia nao wavulana watazimia kwa kiu. Je, utakumbwa na shida hiyo kwa kutojali neno la Mungu? Litafuteni neno, muda ndio sasa, kabla halijafungwa. Je, utakumbwa na shida hiyo kwa kutojali neno la Mungu? Litafuteni neno, muda ndio sasa, kabla halijafungwa. Mpendwa rafiki, ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha Tufahamiane kupitia chaneli yetu ya The Signal of Light TV, napenda nikusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi, na ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kipindi hiki kizuri cha kuweza kufahamiana mimi na wewe, lakini pia kuitambulisha chaneli yetu pamoja na kutambulisha kila ambacho chaneli yetu hii inasimamia katika kipindi hiki. Nirejee kidogo kwanza katika wimbo ambao nimetangulia kuimba, ambao unatueleza kwamba iko shida mbele yetu ambayo inaujia ulimwengu, na shida hii itakuwa juu ya ulimwengu mzima. Na huu wimbo unatufundisha na kutukumbusha kwamba katika kitabu cha Amosi 8 mstari wa 11 Mungu ameweka maneno hayo ya kwamba kama watu wa Mungu hawajali neno, wanadamu hawajali neno la Mungu katika kipindi hiki cha rehema, cha amani, kwa kutii ukweli na kufanya utakaso wa tabia kwa ajili ya marejeo ya Kristo, siku hiyo itakuja kama mwivi. Na
wengi watakutwa hawajajitayarisha na hawajajiandaa. Ni ujumbe ambao ni wa onyo la mwisho kwa wakati huu ambao chaneli yetu inautoa, na kupitia chaneli hii Mungu anatuwezesha kwa kweli kumtangaza na kuamsha watu kwamba tunaishi wakati wa karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Na chaneli yetu inatoa vipindi mbalimbali vya neno la Mungu kwa ajili ya kujua jinsi gani tumefikia karibu sana na mwisho wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Na hivi tunakukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Unaweza ukaalika ndugu na marafiki kwa kuwahalika na kuambia ya kwamba wafuatilie mafundisho katika kipindi hiki katika chaneli hii, ili tuweze kujifunza pamoja kwa ajili ya kumjua Yesu Kristo kabla hatujachelewa na kufanya maandalizi kabla hatujachelewa. Na pia chaneli yetu inahusika na mambo mbalimbali, hususani pia katika swala zima la upishi na ulaji mzuri wa matengenezo ya afya yaliyosemwa katika nyakati hizi za mwisho kwamba kizazi cha mwisho cha watu wa Mungu itabidi warudie chakula cha awali cha asili, kwamba tuleje na tuweze namna gani tuweze kuwa na afya njema ya akili, mwili na roho zetu kwa ajili ya kuyatekeleza mapenzi ya Mungu, lakini na kuwa tayari kwa ajili ya maandalizi halisi ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi anaporudi mara ya pili, ambapo muda si mrefu tukio hili litatimia. Dalili zote zinaonyesha, na nikutie moyo rafiki mpendwa unayependa kutufuatilia, uendelee kutufuatilia na uendelee kualika watu wengine. Lakini pia karibu, tunakukaribisha. Tuko mkoa wa Songwe katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Songwe na wilaya ya Mbozi. Tunakukaribisha sana wewe ambaye unapenda tuweze kujifunza pamoja kwa karibu. Hapa tuna shule ya manabii, tunayo mafunzo mbalimbali kuhusu upishi, kuhusu kupika chakula safi na salama kwa ajili ya afya zetu, hususani afya ya mtengenezaji wa afya kwa ajili ya kupokea Roho Mtakatifu, yaani ya kuwa na afya ya akili, mwili na roho, vyote viende pamoja. Inategemea unakula nini. Ndio maana ukiacha mambo mengine, kuna msemo duniani unasema kile unachokula ndicho wewe, na kwa sababu kile ndicho unachokula ndicho wewe, ujue kabisa kila chakula unachokula kina matokeo katika afya yako, katika akili yako, na lazima kiende moja kwa moja kufanya kazi kwanza kwenye akili, na ndo kisambae katika mwili mzima. Na kwa hali hiyo hatuna budi kujifunza jinsi ya kupika chakula safi na salama, lakini kulingana na maelekezo ya Mungu kabisa, ambayo Mungu ametuambia wakati huu. Pia ni vizuri kabisa vyakula kama vya nyama vikaachwa na vyakula vingine ambavyo sio vya asili vikaachwa, ili kwamba tuweze kutengeneza hekalu la Bwana liwe safi, liwe tayari kupokea Roho Mtakatifu. Tuna pia katika shule hii tuna vipindi kuhusu mambo yanayohusu mwisho wa dunia, yaani unabii. Unabii ni dira ya watu wa Mungu, ambacho ni kipindi muhimu sana kwa kila msafiri wa kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunapenda tuwakaribishe wote ambao mnapenda kupata mafundisho haya kwa karibu, lakini hapa pia tunaandaa watendakazi wa Bwana kwa ajili ya kusambaa sehemu mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi. Kwa hiyo wewe ambaye unaona unahitaji kumtumikia Mungu, hii ni fursa yako kabisa kuitumia wakati huu. Tunapenda kukukaribisha. Karibu sana tuweze kujifunza jinsi ya kumtumikia Mungu katika sekta mbalimbali. Lakini si hivyo tu, matibabu ya afya, jengo wa Mungu. Tuna
kujitibu kwa kutumia vyakula, mboga na matunda, kama ambavyo Mungu alitoa katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 na 30, ya kwamba tulipewa vyakula vyenye mbegu, vyakula vya matunda miche itoayo mbegu, lakini pia matunda, miche yenye matunda ambayo ndani yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chetu, lakini pia vitakuwa ndivyo dawa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nipende kuishia hapo nisikuchoshe, lakini mahususi ni kwamba tunakukaribisha katika mkoa huu, katika kituo chetu. Tunakaribisha kwa upendo mkubwa tuweze kumtafakari Mungu, kumjifunza na kuwa na maandalizi sahihi kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo Bwana wetu, na pia kufanya kazi yake ya kuwapelekea jumbe hizi watu wengine waweze kumjua Yesu na watu waweze kuamka katika kipindi hiki mahususi sana cha nyakati za mwisho, kabla mlango wa rehema haujafungwa. Asante sana. Mungu aweze kukubariki mpenzi mtazamaji wa The Signal of Light TV. Mungu akubariki. Asante, asante sana. Tumekaribia mwisho wa dunia, asomaye afahamu, vyombo vya habari vinapotangaza hata matukio yanayotukia yanaashiria Yesu anarudi. Hata makanisa yameungana kuwakabiri watu wa Mungu wanaopinga muungano huo. Sio mbali ndugu yangu, uhuru wa dini utaondolewa, mabunge yote serikalini yataitunga sheria mpya. Wengi wetu watahofu mateso, wataikana imani. Mungu ongoza nisiikane, Mungu ongoza nisiikane. Asante ndugu mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa The Flight Signal TV. Napenda kukaribisha katika kipindi chetu cha The Flight Signal TV. Tuko hapa kwa ajili ya kufahamiana na watu mbalimbali katika nchi yote ya Tanzania, lakini sio nchi yote ya Tanzania tu, lakini hata watu ambao wanatutazama nchi zingine na sehemu mbalimbali. Tunawakaribisha kwa ajili ya kufahamiana na kujulishana mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu tunaoishi. Katika kipindi chetu hiki cha kufahamiana, tunawakaribisha watu wote ambao wanapenda kuungana nasi. Sisi tunapenda kusambaza neno la Mungu kwa kila mtu anayependa, anawiwa kuifanya kazi hii. Popote pale ulipo, kama utahitaji kuwa na mahojiano yoyote nasi katika chaneli yetu hii, tunakukaribisha. Lakini kama unaweza kuwa na maswali au unahitaji kujifunza zaidi, pia tunakukaribisha. Unapokuwa ukiangalia chaneli yetu hii na vipindi vinavyokuwa vikiendelea, utaona kuna namba zinapita hapo chini ya skrini yako. Unaweza ukatutafuta kupitia namba hizo. Lakini pia vipindi vyetu vinahusiana na mambo mbalimbali. Katika vipindi vyetu au katika majifunzo yetu, kwanza lazima tujifunze juu ya afya zetu. Tunajifunza namna ya kutunza afya tuweze kupata afya bora. Kwa hiyo tunakuwa na lishe ambazo tunajifunza namna ya kuandaa vyakula bora na vipi vinafaa katika mwili na vipi ambavyo havifai. Lakini pia tunaweza kujua chakula gani ambacho kinaweza kutuletea magonjwa na chakula kipi tukitumia
chaweza kutufanya tuwe na afya bora, lakini na uwezo mzuri wa akili pia. Pia katika chaneli yetu au katika mafundisho yetu tunajifunza habari ya kuwa na muonekano mzuri katika jamii au sehemu yoyote unayokuwa. Namna ya uvaaji mzuri, mama anapaswa ajistiri kwa namna gani, lakini pia baba anapaswa ajistiri kwa namna gani. Tunapokuwa tukiwa na muonekano mzuri, baba au mama, watoto wetu pia huiga mionekano yetu, lakini jamii pia hupendezwa na muonekano wetu ambao tunakuwa nao. Kwa hiyo pia hupenda kuiga muonekano ambao ni mzuri. Pia tunapata kuwa na jamii ambayo ni nzuri pia, maana kama tukianza kujifunza na kuelewa namna ya uvaaji mzuri, pia tutawasaidia vijana wengine na mabinti wengine namna ya uvaaji mzuri. Lakini pia katika majifunzo yetu tunapokuwa hapa, tunajifunza namna ya ulimwengu ulipofikia. Tunajifunza kujua dunia imefika wapi, maana ulimwengu wetu umefika mwisho. Kila mmoja ni shahidi wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu, matukio yanayotukia katika ulimwengu huu. Tukiangalia vita mahali, nchi hazina amani, watu wanakufa, watoto hawana baba wala mama kwa sababu ya vita. Kwa kweli ni matukio ya kusikitisha, lakini tukaangalia magonjwa ya milipuko namna yanavyoendelea kutukia katika ulimwengu wetu huu, ni ya kutisha na yenye kusikitisha, maana magonjwa mengine hukatisha tamaa kwa sababu hayana tiba. Hata madaktari pia wanashindwa wayaite magonjwa hayo majina gani. Kwa hiyo tunapokuwa tukiona matukio kama hayo, tunaonesha kwamba Yesu yu karibu kurudi. Kwa hiyo tunajifunza habari ya neno la Mungu na kuambia ulimwengu namna ambapo ulimwengu wetu umefika. Tuko ukingoni sana, tukiangalia dalili na nyakati. Kwa kweli mambo yamefika mwisho. Tukisoma katika Biblia tunaona jinsi Yesu ambavyo alitoa mifano mizuri ya kwamba tunapoyaona hayo yote tujue ya kwamba mwisho umekaribia. Tunapaswa tuinue vichwa vyetu juu. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakualika ujiunge pamoja nasi katika masomo mbalimbali, katika masomo ya kujifunza namna ambavyo tunaweza tukanena vizuri pia mtu na mtu mwingine. Tunajifunza kwa kweli masomo mengi na ya aina tofauti tofauti. Kwa kweli kama utapenda kushiriki pamoja nasi ama kujiunga nasi katika kipindi chetu au majifunzo yetu, tunapatikana katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, sehemu moja inaitwa Vwawa. Hapo ndo tunapopatikana na hapo ndipo tunapojifunza masomo yetu ya aina mbalimbali, lakini pia tunawakaribisha watu wote, jamii ya aina yoyote anayejisikia kujifunza ama kubarikiwa katika vipindi hivi ama katika masomo haya, ili kila mtu aweze kuwa na uelewa namna gani ya kuweza kuishi katika ulimwengu huu ambao umebaki kwa muda mchache. Ninawaalika ndugu wapendwa na wasikilizaji, popote pale mlipo, muweza kuwasiliana nasi kwa namna yoyote, ama kwa kupiga simu ama kwa kuingia live tukaonana na tukakutana ana kwa ana, tukifahamiana katika watoto wa Mungu tukiwa pamoja hapa, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo nasi tunawaalika tujiunge pamoja na upendo wa ndugu uweze kutawala, maana palipo na pendo hapawezi kukosekana neno lolote lililokuwa baya au ovu. Kuna neno ambalo ni jema siku zote. Kwa hiyo nawakaribisheni sana tuweze kujiunga pamoja kwa ajili ya kufanya kazi hii ya utume ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametuachia. Napenda kukualika uweze kujiunga nasi. Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa The Flight Signal TV. Asante. Ndugu wapenzi watazamaji wetu wa channel ya The Signal for Flight TV,
Niliyeko mbele yenu hapa kwa majina anaitwa Dorcas Mashaka, niliyeko wilaya ya Mbozi. Nawakaribisha sana katika kipindi hichi cha Tufahamiane. Lengo na madhumuni ni kwamba tunawakaribisha nyote mlioko kila mahali katika nchi yetu ya Tanzania, tuweze kujuana na kufahamiana katika kuendeleza kazi ya Mungu. Karibuni sana katika wilaya hii ya Mbozi, tuweze kuitekeleza kazi ya Mungu na tufahamiane zaidi na zaidi, kuzidisha upendo na kuweza kufikia ufalme wa Mungu wetu. Karibuni sana. Wapenzi watazamaji wa chaneli ya The Signal for Flight TV, karibuni katika kipindi chetu pendwa cha Tufahamiane. Ninapenda kuwakaribisha katika kipindi hiki kizuri ambacho lengo kubwa ni kufahamiana watu tulioko mahali hapa, lakini tulio mbali nasi. Lengo ni kufahamiana na kuungana katika wakati huu wa mwisho ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Karibuni sana. Tupo katika mkoa wetu wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Tupo mahali hapa tunamwabudu Mungu, lakini pia tunapenda kuwakaribisha ambao mnatamani kuungana nasi kwa maana ya kujumuika pamoja nasi katika kuabudu mahali hapa. Karibuni sana, tunawakaribisha. Lakini ambao watatamani na wao kuungana katika kipindi hiki kwa njia ya kupiga simu, wote tunawakaribisha sana. Unaweza kupiga simu kupitia namba ambazo zinapita kwenye skrini yako hapo, nasi tutakuwa hewani muda wote. Tutapokea simu yako, tutawasiliana na wewe, nawe utasema kile ambacho unawiwa kusema kwa ajili ya kuendelea kuwahimiza na wengine katika kuungana katika kazi hii katika wakati huu wa mwisho, karibu kabisa na kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Tunawakaribisha sana, tunawapenda nyote. Ndiyo maana tumeweka kipindi hiki kwa ajili ya kuendelea kufahamiana watu tulio mikoa mbalimbali ambao tunaifanya kazi, lakini sio ambao wanaifanya kazi tu, ambao pia ambao pia wanatamani kufanya kazi ya Mungu. Tunawakaribisha sana. Lakini pia tuna shule ya manabii hapa. Karibuni kwa ambao wanatamani kujifunza namna ya kufanya kazi ya Mungu. Tupo na watumishi wa Mungu ambao watakuwa pamoja nasi wakituelekeza mambo mengi ya kufanya. Tupo na mtumishi wa Mungu Oscar Mbajo ambaye ndiye anayesimamia chaneli hii ya The Signal for Flight TV, lakini pia tupo na mtumishi wa Mungu Mchungaji Paulo Marosha ambaye naye pia anaifanya kazi ya Mungu kupitia chaneli pendwa ya Tubuni na Kuiamini Injili TV. Kwa hiyo kama hujaipata hiyo chaneli, pia unaweza ukaisearch katika mtandao wako wa YouTube, utaipata na utaendelea kubarikiwa na maneno ya Mungu mahali popote ulipo. Lakini kama unapenda kuungana nasi, tunakukaribisha sana. Karibu sana na Bwana awabariki. Amina. Sasa nipende na mimi kushiriki kwa kuuliza swali moja hapo. Karibu sana katika kipindi chetu cha The Signal for Flight TV, chaneli hii, kipindi cha Tufahamiane. Je, kuna umuhimu gani wa kufahamiana kwa wewe unavyoona? Kuna umuhimu gani wa kufahamiana? Umuhimu wa kufahamiana katika wakati huu wa mwisho, tunahitaji kusaidiana katika kufanya kazi ya Mungu. Na tunapofahamiana, kila mtu amejaliwa karama tofauti. Naam. Ndiyo maana ya kufahamiana. Nikijua wewe una karama ambayo mimi sina, utanisaidia katika kile ambacho Bwana amekubariki kwacho. Kwa hiyo tutasaidiana kuifanya kazi kwa pamoja na kuendelea kusonga mbele katika kazi ya utumishi wa Mungu. Amina. Na je, unamshaurije sasa mtazamaji kuhusiana na hiki kipindi? Maana kitakuwa live muda wote. Mtu ambaye atakuwa mbali, sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, vijiji mbalimbali, wilaya mbalimbali katika Tanzania, lengo ni aje tu kusikiliza ujumbe hapa. Sasa
neno la mwisho kwa huyu mtazamaji na msikilizaji wetu, karibu. Asante. Mimi nina neno moja tu kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki pendwa cha Tufahamiane, kwamba popote pale ulipo usikose kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vitaendelea. Tutakuwa live kwenye kipindi hiki cha Tufahamiane, lakini pia kutakuwa na vipindi vingine ambavyo vitaendelea kukubariki zaidi na zaidi na kuendelea kutusogeza karibu na Mungu. Masomo mbalimbali yatakuwepo, masomo ya afya, namna ya kujenga afya yako na kuendelea kuweka akili yako vizuri kupitia vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vikifundishwa kwenye kipindi cha afya. Ndio. Lakini pia kutakuwepo na vipindi vya namna ya uvaaji kwa pande zote mbili, lakini pia tutakuwa na vipindi vya unabii, vipindi vingi ambavyo tutajifunza mambo mengi kwa wote wanaotufuatilia katika chaneli zetu hizo mbili tulizozitaja, ambayo moja ni hii ya The Signal for Flight TV, lakini pia chaneli ya Tubuni na Kuiamini Injili TV ambayo inasimamiwa na mchungaji Paulo Marosha. Yeah. Na kingine pia tutakuwa na masomo mbalimbali ya kutujenga na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele, na hilo ni lengo la kuanzisha kipindi hiki cha Tufahamiane. Lakini pia tunawakaribisha ambao wote wanatamani kuja mahali hapa kuungana pamoja na sisi, kama ambavyo masomo machache yamepita yakielezea shule za manabii. Ni mahali hapa tuko mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Karibuni sana. Haya, Dorcas, nawe karibu hapa kidogo uweze karibu muweze kuwatia moyo watu. Karibu sana Dorcas. Tupo na ndugu yetu Dorcas, na yeye ni miongoni mwa watumishi ambao tupo nao mahali hapa tunajifunza vitu vingi. Kwa hiyo na mimi nipende kumkaribisha na yeye aseme machache ambayo yatakusaidia wewe mpenzi mtazamaji, namna ambavyo ameendelea kubarikiwa akiwa hapa na anaendelea kubarikiwa tukiwa naye mahali hapa. Karibu sana. Asante sana. Niko mara nyingine tena nawakaribisha ndugu zangu. Kiukweli tangu nimefika hapa nimejifunza mambo mengi, namna ya kupika. Ni shule ya manabii pia tunajifunza mambo mengi kama alivyoelezea hapa dada yangu. Mnakaribisheni sana tena sana sana. Tusikate tamaa, tulioko kila mahali. Haijalishi ni mambo mangapi unayoyapitia, haijalishi ni changamoto gani au mbali gani ulionao. Tunaamini Bwana atatenda na utatufikia hapa tulipo, na hata pia kwa mtandao unaweza ukatufikia ukasikiliza masomo yetu na kazidi kubarikiwa. Karibuni sana ndugu zetu, sote sisi ni ndugu, hatupendi utengano kwa sababu hilo sio jambo ambalo Mungu wetu anapenda. Karibuni sana tena sana na sana, tuweze kujifunza vitu mbalimbali, hasa shule ya manabii, namna ya kupika, namna ya kujitibu wenyewe. Tukitokea na magonjwa mbalimbali tunaweza tukajitibu. Unaweza ukamwona hata ndugu yako hapa amepata changamoto mbalimbali, unaweza ukamtibu pia kwa kutumia dawa za asili. Karibuni sana sana sana, tupo wilaya ya Mbozi, mnakaribisheni nyote, karibuni. Amina. Tunawapenda sote. Ndugu wapendwa, habari ya muda huu mnaotazama katika chaneli hii ya Signal. Nawakaribisheni katika kipindi hiki cha Tufahamiane. Nawakaribisheni, napenda kuwatangazia kwamba naomba tuungane tuwe pamoja katika maagizo haya. Ni vema unaweza kaangalia pia maandiko kupitia andiko la Zaburi 133 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa pamoja.
Mungu pia alitupa maagizo haya, tunaweza tukakaa kwa pamoja. Unaweza ukatupata kwa njia ya namba za simu unazoziona hapo chini. Ukiwa unatutazama kwenye YouTube, unaweza ukaangalia chini ya simu yako, hapo kuna namba zinapita chini ya skrini. Pia unaweza ukachukua hizo namba kwa ajili ya mawasiliano. Tunapatikana mkoa wa Songwe, tupo Vwawa. Kitaka mawasiliano zaidi, namba zipo hapo chini, unaweza ukapiga kwa kuwasiliana nasi. Tupo, tunakukaribisha ndugu mtazamaji, tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Tufahamiane. Asante kwa mnaolipokea hili na wengineo. Mungu awabariki. Mtapata matangazo kupitia kwa watu wengine pia kwa mawasiliano hayo hapo. Asanteni ndugu watazamaji. Bwana ni mwema. Ndugu wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa chaneli yetu ya The Signal for Flight TV, tunawasalimu kupitia jina la Bwana. Tunawakaribisha katika kipindi chetu cha Tufahamiane. Lengo la kipindi hiki ni kwamba tuweze kutambuana ndugu jamaa na marafiki katika pande zote. Tunawakaribisha kwa nia ya kuweza kufanya kazi ya Bwana kwa pamoja. Ukisoma Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema kuwa tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakaao pamoja na kwa umoja. Tukikaa pamoja na kwa umoja kwa kuweza kufanya kazi ya Bwana itakuwa vyema zaidi. Kwa hiyo tunaweza kuwakaribisha kwa tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kwa pamoja kazi ya Bwana. Pia unaweza ukapata namba zetu ambazo zipo hapo chini ili kwa mawasiliano zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha zaidi. Asante. Wapendwa popote mlipo pale, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi, na wasalimu sana. Zaidi sana leo kuna jambo moja ambalo tunatamani kuweza kuzungumzia kuhusiana na kuweza kujuana katika kipindi hiki cha siku za mwisho. Tunapokuwa tunaona nguvu za giza wanaunganisha nguvu yao kwa pamoja, na sisi kama watu wa Mungu tunapaswa kuweza kusimama kwa pamoja, tuweze kuungana, tuweze kushambulia hii ngome. Lengo na mahususi ya kuweka kipindi hiki ni kuweza kujuana kwa ajili ya kuweza kusaidiana. Yamkini upo pande za mbali huko, unatamani kwa ajili ya kuweza kujifunza, au kuna kazi unatamani watu wa Mungu waweze kufanya, kujumuika wote kwa pamoja, kujifunza, kufahamishana habari, mambo yanavyoendelea ulimwenguni. Kunazo namba hapo zinapita, unaweza tu kuzipiga kwa ajili ya kuelimisha jamii na kuweza kuonyesha tunaelekea wapi. Na wito mkubwa kwa vijana, tunaalikana sisi sote kwa pamoja kuweza kuwekeza nguvu. Sasa hivi tunaelekea mwisho wa wakati, kwa hivyo lile ombi la Yesu aliloliomba kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17, wote tuwe na umoja, na huo ndio ambao sisi tunawalika. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na umoja katika imani, katika mafundisho, na sisi ndicho kitu ambacho tunapaswa tuweze kukifanya sasa hivi. Bila umoja nadhani hata Roho Mtakatifu hawezi kumwagwa. Kwa hivyo tunawaalika sana sana na sana tuweze kujuana. Upo wapi? Unataka nini tufanye? Tufanye nini kwa wakati huu? Tuweze kuunda nini? Ndo makusudio ya kutengeneza kipindi hiki cha sasa hivi. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo, utakapoona video ya namna hii unawasambazia na wengine, lakini ukiwa pia unawiwa kufanya kazi hii, tunakualika sana. Yamkini kuna vitu ambavyo unatamani utoe kwa ajili ya kufanya kazi hii ya Bwana iweze kusonga mbele. Namba ni hizo ambazo zinapita hapo chini. Ufanye hivyo na Mungu wa mbinguni hata wabariki sana. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa The Signal for Flight TV, tunawakaribisha katika chaneli yetu pendwa ya The Signal for Flight. Lengo ya kipindi hichi ni kwamba wale ambao wako sehemu mbalimbali ambao wanatufuatilia waweze kutupata kupitia namba ambazo ziko hapo.
unapoangalia simu yako au YouTube yako, hapo utaziona namba zipo chini hapo, unaweza ukawasiliana na sisi na tukaungana kwa umoja, maana hili ni jukumu ambalo tumepewa kwa wote ambao tuko sehemu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukawa sehemu ya mbali na mkawa kama ni kikundi, mnahitaji tuwe wote, yani tuwe wamoja, unaweza ukatumia hiyo namba tukawasiliana na tukakutana ili kuweza kuwa pamoja kabisa. Nitatamani nisome katika kitabu kimoja katika Zaburi 133 mstari wa kwanza. Inasema, tazama jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa hiyo hapa tunachotafuta ni umoja, na tukiangalia hata mitume wakati wao walikuwa na umoja. Hata Yesu alipokuwa anawaacha mitume anapoenda mbinguni, alipowaachia agizo hili, mitume walikuwa na umoja, hawakuwa na ile ya kutengana au yani kuto kuelewana, walikuwa na hiyo. Na sisi ndo tunachotafuta wapendwa, kwamba kama uko sehemu ya mbali, tunakuomba tu tutafute kwa namba hiyo. Mungu atakuwa ametukuzwa sana kama utaweza kututafuta, na nitaishia hapo. Mungu awabariki. Asante wapenzi watazamaji, habari za saizi. Ni wasaa mwingine huu katika kipindi chetu pendwa cha Tujuane, ni katika channel yetu hii pendwa ya The Signal for Flight TV. Ni wakati mwingine ambao tunataka tujuane, mimi pamoja na wewe, yani mimi pamoja na wewe tujuane katika kipindi chetu hiki pendwa. Lakini pia usisahau kutuangalia endapo utakuwa mbali ukitaka kuwasiliana nasi, angalia namba ambazo zina display hapo chini katika screen yako. Pia ukitaka kuungana nasi katika live internet, una uwezo wa kututafuta. Hata kama una swali lolote, tuna uwezo wa kukujibu maswali yote unayotaka, sisi tutakujibu. Pia ukitaka kuja kukaa nasi, aidha tujumuike, tuungane, tuwe face to face, yani mtu na mtu, una uwezo wa kuja. Tunapatikana katika mkoa wa Songwe, hapa Vwawa. Pia endapo utatamani kitu chochote kutoka kwetu, ujue tukufunze, tuna uwezo, tunafundisha kuhusu jinsi ya kula, mavazi ya kuvaa, mwanamke na mwanaume anapaswa avae nini, tunafundisha jinsi ya kutembea, tunafundishwa jinsi ya kuishi pamoja na watu wengine. Ndio maana kipindi chetu kikaitwa Tujuane, mimi pamoja na nani? Na wewe mpendwa mtazamaji. Tazama sasa, una uwezo wa kujua nini ambacho kinaendelea katika Biblia, mambo ambayo yanaendelea katika huko duniani, huko nje ya dunia, nini ambacho kinaendelea. Tuna uwezo wa kukufunza ni jinsi gani unapaswa uwe kama mtoto wa Mungu, kama mwana wa Mungu. Kama vile tuna uwezo kukufunza pia kama vile ambavyo Yesu Kristo aliishi na akaishi pamoja nasi. Tukianza na kile kifungu chetu cha Mathayo 5 mstari wa 10 na ambao unasema, heri wale wenye kuuziwa kwa ajili ya haki, maana watamuona Mungu. Wewe unayeuziwa, usisahau kuwa vile unavyouziwa ndio msaada ambao anakupa kwenda kumuona Mungu. Hata sisi nasi hivyo hivyo. Usiogope kuja kutufuata sisi. Hizo shida zote, hizo changamoto ambazo zinapita kwa muda tu, ila baada ya muda zote zitaisha. Ndivyo hivyo. Na mimi kwa majina naitwa Goodluck Alphonse Njata, ni mwongeaji katika kipindi chetu hiki cha leo. Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa ya The Signal for Flight TV. Ni wakati na majira haya ambao tunakwenda kukuletea kipindi cha Tufahamiane katika channel yetu pendwa. Katika kipindi hichi tutajua wewe ndugu umetoka wapi, umewaje kufanya kazi ya Mungu, mahali unakoishi kuna sehemu ya kusali au sehemu ya kujifunza. Tutaweza kujua kama hiyo sehemu hakuna, tutajua ni namna gani ya kuweza kukufikia au ukaweza kutufikia sisi kupitia nambari za simu hapo chini. Pia ukiwa na shida yoyote kuhusiana na neno la Mungu, unaweza ukawasiliana na sisi katika nambari za simu ambazo zipo hapo katika screen yako. Pia tunapenda kuwakaribisha tunapenda kuwakaribisha kuungana na sisi katika ibada zetu na majifunzo mbalimbali. Karibu sana, utusikilize. Asante. Wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya The Signal, tunapenda kuwataarifu kuwa
kwenye kipindi chetu hichi cha Tufahamiane. Kwenye kipindi chetu hichi cha Tufahamiane tuweze kufahamiana na watu kutokea sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali hapa Tanzania, na tuweze kujuana ili tuweze kurahisisha kueneza injili ya Mungu. Maana kuna watu wengine wanakuwa wanahitaji kueneza injili ya Mungu ila wanakuwa hawajapata nafasi, ili tuweze kuungana kwa pamoja na tuweze kuitangaza injili ya Mungu. Kipindi chetu cha Tufahamiane kinatusaidia kujuana na watu mbalimbali, ndugu, rafiki na jamaa. Kinaweza kikatusaidia pia kuelewa mambo kuhusu Mungu, na inaweza kutusaidia kuelewa vitu vingi kuhusu Mungu. Inaweza kutusaidia pia kujua siku sahihi ya kusali ni ipi. Maana kuna watu wengine wamezaliwa wakiwa wanajua siku sahihi ya kusali ni Jumapili, wakati siku sahihi ya kusali ni Jumamosi. Katika kipindi hichi cha Tufahamiane kinaweza kikatusaidia vitu mbalimbali katika maisha yetu. Kutupata, unaweza ukatupata kupitia namba hizo zenye zinapita chini ya skrini yako. Kipindi hichi cha Tufahamiane kinaweza kikamsaidia kila mmoja wetu jinsi ya kujua njia sahihi ni ipi. Kipindi hichi cha Tufahamiane kinaweza kikatukutanisha kwa pamoja na tukaweza kueneza injili ya Mungu, na tukaweza kufahamiana kiundani na kuelewa zaidi kuhusu Mungu. Katika hichi kipindi cha Tufahamiane tunaweza tukajifunza na watu tofauti, na tunaweza tukajifunza vitu vingi. Mkaribishe ndugu na jamaa aweze kujiunga katika hichi kipindi cha Tufahamiane. Aliyepata tangazo hili uweze kumtaarifu na jirani yako. Amina. Habari za mchana ndugu watazamaji wa channel yetu pendwa The Signal. Tazama, huu ni wakati mzuri wa kipindi chetu cha Tufahamiane. Tunaweza kufahamiana sisi kupitia namba zinazoonekana hapo chini, na kuna umuhimu wa kuweza kufahamiana katika kipindi hiki hapa cha Tufahamiane. Kipindi hiki kizuri, kuna umuhimu wa kuweza kufahamiana. Umuhimu wa kwanza, hiki kipindi kinaweza kutusaidiana kujua unatokea sehemu gani, na kuweza kusaidiana kushinda majaribu mbalimbali na shida ambazo zinaweza zikatukumba sisi wenyewe binafsi. Na katika hii channel yetu kupitia hii kipindi tunaweza tukajifunza jinsi ya kuweza kukua kiroho na kuweza kutumika kiroho katika shambani mwa Bwana. Lakini kuna umuhimu mwingine ambao unaweza ukatusaidia kupitia katika hii kipindi cha Tufahamiane. Lakini kikubwa zaidi, tuweze kufahamiana unatokea wapi, uko wapi sehemu hii, unatufuatilia kutoka sehemu gani, ambayo inaweza ikatusaidia mimi na wewe tuweze kujuana, ili tuweze kama unaweza kutufikia au si tukakufikia wewe zaidi, inaweza ikawa ni nzuri. Ila kikubwa tu tufahamiane uko wapi, ndugu mpendwa mtazamaji na mwenzetu, ambaye unaweza ukatusaidia tuweze kufika katika kipindi hiki. Lakini katika kupitia kipindi hiki kizuri tunaweza kujuana na jinsi ya kuweza kufika siku ambayo kuna sehemu ulishaitusikia ukatusikia tuko sehemu jirani, au tushai kusikia sehemu uko sehemu jirani hiyo, unaweza ukatusikia kwamba nilisikiaga sehemu fulani kutoka kwa The Signal of the Light TV, naweza nikawaona hawa ndugu zangu ambao umesema ambao wako sehemu fulani ambao umaitusikia. Lakini katika hiki kipindi tunaweza kujuana na mambo mengine na mengine. Asante. Habari zenu ndugu jamaa na marafiki wa channel yetu pendwa ya The Signal of the Light TV. Tunakaribisha wote katika kipindi hiki cha Tufahamiane. Tunaweza kuwakaribisha, na pia kipindi hiki kina umuhimu kwa sababu kwa kupitia kipindi hiki tunaweza tukafahamiana kuhusu matatizo au kujadiliana vitu mbalimbali, tunaweza tukajuana. Karibuni wote, tunawakaribisha. Hello jamani, wapenzi watazamaji wa channel yetu pendwa hii ya The Signal of the Light TV ambayo inapatikana kwenye mtandao wetu wa YouTube. Sasa hivi tupo kwenye kipindi chetu cha Tufahamiane. Tunataka tufahamiane ndugu, rafiki na majamaa kutoka katika mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali nchini Tanzania, hata nje ya Tanzania. Kama unahitaji kuingia katika live hii, inapatikana pale kwenye comment, tutatuma link, inapatikana. Au kama unahitaji kuwasiliana na sisi kwa kutumia
njia za mitandaoni au kwa kutumia namba za simu zitakuwa zinapita, zipo hapo chini, zitakuwa zina display hapo chini. Pia hichi kipindi kina umuhimu kwa kila mtu ambaye atakuwa anafuatilia channel yetu hii ya The Signal for Flight TV. Amina. Naam, ndugu wapenzi watazamaji wa channel yetu ya The Signal for Flight TV, katika kipindi chetu cha Tufahamiane tuna mambo mengi ya kuyazungumzia. Kama mlivyoona, walimu wetu wametufundisha, wametuelekeza kwamba hivi na hivi, mtu huyu na huyu wapate kujuana, wapate kufahamiana. Hivyo kwa katika kipindi chetu hiki tutaenda kufahamiana na watu tofauti tofauti. Pia kama mnavyoona namba zinapita hapo chini, inabidi wote tu tunajuana jamani. Watu wanaotoka nchi fulani, sehemu fulani, kuna umuhimu jamani ya kufahamiana. Mimi na wewe naweza nikakujua wewe, sisi ni watu wa Mungu na inatupasa zaidi kufahamiana ili kuweza kufika lengo letu ambalo linakusudia. Haya mahubiri tunaopewa na walimu wetu yana ukweli na ukweli unamweka mtu wazi. Kwa hiyo inabidi tu tunafahamiana hivyo watu, kila mtu tupate kuwekana sawa katika sehemu fulani. Unakuta mtu fulani anachanganya sehemu fulani katika Biblia au sehemu fulani katika kitabu anavyosoma. Inatupasa sisi tupate kufahamiana ili tuweze kusolve vitu kama hivyo vidogo vidogo. Kama alivyosema mtumishi, namba zetu zinapita hapo chini. Na katika channel yetu kwenye comment hapo tumeweka linki kabisa ambayo unaweza ukaitumia wakati ambao unaweza ukaitumia kwenye ili kupata kutoa komenti yoyote, na tupate kujuana. Jamani, ni umuhimu kabisa kujuana. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa Kristo kabisa. Biblia zetu zinatuelekeza jinsi ya kufanya hivi, jinsi ya kufanya hivi. Sasa hatuwezi kujua tu watu sisi peke yetu, inabidi tufahamiane ili tuelekezane. Mtu fulani anaenda kumwelekeza mtu fulani, na mtu fulani anaenda kumwelekeza mtu fulani. Tunapasa kufahamiana jamani, watu wa Mungu sisi. Naomba asante. Basi wapenzi watazamaji na wasikilizaji wetu wa chaneli yetu pendwa ya The Signal for Flight TV, tupende kualika kabisa katika kipindi kizuri hiki cha Tufahamiane. Karibuni sana wapendwa. Lengo la kipindi hiki ni kuweza kutambuana mahali tulipo, wapi upo, sehemu gani unaabudia. Lengo tu tunahitaji dakika hizi za mwisho kuweza kuwakusanya watumishi wa Mungu, watu wa Mungu, kwa ajili ya kuwa wamoja dakika hizi za mwisho. Kwa hiyo wale wote ambao wako katika nchi ya Tanzania na mikoa mbalimbali, na wale wengine wa sehemu zingine, nadhani kitu ambacho tunakifanya, mtakapoona ni vyema, basi mtaweza nanyi kufanya kwa namna hiyo. Lakini sisi tumeona ni vyema sasa hivi tuweze kufahamiana na tuweze kupelekeana huduma au injili mahali popote ambapo kuna ndugu zetu huenda wana mahali pa kujifunzia, wanatamani wawe na mahali pa kujifunzia. Tukiweka umoja wa namna ya pekee, tutaweza kuifanya hii kazi wapendwa. Dakika hizi za mwisho, wakati majeshi ya adui yanaunganisha nguvu zao, yanatathmini juu ya matukio yanayokuja, kwa nini watu wa Mungu tusifanye hivyo zaidi ya hao upande wa pili ambao tunajua kabisa kwamba tuko mwisho wapendwa? Kama wao wanaungana, je, si zaidi ya watu wa Mungu kufanya hivyo? Basi wapendwa, kipindi hiki kama unavyokiona, ukishapata hizo namba chini, kama hautaweza kuingia live kupitia linki ya chaneli hii ambayo huwa tunaiweka kwenye comments hapo chini, ukiingia tu kwenye comments utaikuta pale juu, unaweza ukaingia. Basi mtu aliyepo studio anaweza akakupandisha, mkaweza kuwasiliana, tukachukua namba zako. Tuna vifaa vya kuandikia hapa, tutaviweka na tutaweka rekodi mbalimbali. Lengo tu tunahitaji kufanya kwamba watu ambao wako sehemu mbalimbali, tunahitaji kufanya huduma kubwa, basi tuweze kuungana kwa namna ya pekee kabisa ili tuweze kuifanikisha hii kazi. Na tunaamini kwamba kama alivyosema mtumishi wa Mungu Malosha kwamba tunatafuta vijana ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kufanya hii kazi, wote ambao watahitaji tuungane ili tuweze kupeperusha ukweli dakika
dakika za mwisho, basi tunakualika usikose kupiga namba zetu za simu, na wale ambao pia wanahitaji kusapoti kazi hii, tunajua ni kazi kubwa, inahitaji sapoti kubwa, basi tunawaalika kupitia namba hizo, basi unaweza ukasapoti kwa namna yoyote. Kama utawezesha, basi tutaweza kuweka kila kitu ambacho basi kitawasaidia ili tuwezeshe kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Wapendwa, muda umeisha, hakuna ambaye atafanya kazi isipokuwa wewe na mimi, ambao tutajitoa tu kikamilifu kwa ajili ya kupeleka ujumbe katika ulimwengu wote. Basi nipende kukualika, karibu tuendelee kubarikiwa na watu wengine, tuone wanasema nini kuhusiana na hiki kipindi. Karibu sana. Wapenzi watazamaji wa chaneli zetu za The Signal for Flight TV, tubuni na kuiamini Injili TV. Ninawakaribisha sana katika kipindi hiki, nikianza na salamu. Amani ya Mungu, neema na baraka zake ziwe pamoja na nyinyi nyote. Karibuni sana katika vipindi vyetu ambavyo tunavirusha hapa, vinavyohusu shule ya manabii, namna ambavyo tunaweza kupata uzoefu wa hapa na pale, lakini pia tunakusudia sana kuwaleta kwa pamoja kwa kusudi la kufahamiana, kwa sababu tunapokuwa katika kufahamiana au tunapokuwa katika kutambuana kwamba fulani yuko mahali fulani, fulani yuko mahali fulani, inatusaidia sana kuweza kupata umoja, kwa sababu watu wametoka katika mifumo mbalimbali ya kidini. Sasa wakati mwingine wanaweza kujikuta wanapiga safari ya kidini, alafu akigeuka nyuma haoni mwenzake, kana kwamba yuko peke yake. Lakini katika vipindi hivi tunaletwa kwa pamoja, kwa sababu unakuwa unapata fursa ya kujua ya kwamba kumbe mahali fulani kuko na wenzetu, mahali fulani kuko na wenzetu. Lakini pia katika imani hii, kumbe siko peke yangu, kwamba uko na wengine ambao unasafiri pamoja nao. Kwa hiyo karibu sana, karibuni sana. Nafikiri ya kwamba utaendelea kupata namba ambazo utaweza kuzipata hapo kwenye chaneli yetu kwa ajili ya mawasiliano. Ni jambo zuri sana. Ninawasihi sana kila mmoja kwa namna ya pekee, unapohitajika mchango wa kimawazo, mchango wa kiujumla, niseme wa hali na mali, kwa namna yoyote ile, basi ninakusihi pia unaweza ukashiriki pamoja na sisi ni baraka hii. Karibuni sana, tufahamiane. Mimi ni wenu mtumishi wa Mungu Paulo Marosha. Karibuni sana nikiwa kule Tubuni na Kuiamini Injili TV kwenye YouTube yetu, na mtumishi wa Mungu Oscar Mbajo ambaye ametuandalia vipindi hivi, yeye yuko na The Signal for Flight. Kwa hiyo mahali popote utakapopata ujumbe huu ama video hizi, tafadhali sana na nakusihi ukaribie sana katika kipindi chetu hiki. Mtumishi wa Mungu Oscar Mbajo, nafikiri ya kwamba angefika hapa pia. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Barikiwe sana, barikiwe sana. Amina. Labda nikuulize kitu. Ndio. Kuna umuhimu gani wa hiki kipindi? Kipindi hiki kinakuwa na umuhimu kwa sababu ndio utapata uzoefu kutoka kwa mwingine. Amen. Kwa sababu kibibilia tunaambiwa ya kwamba chuma huwa kinanoa chuma. Amen. Kwa hiyo utanolewa, lakini pia na wewe utanoa wengine. Amen. Kwa hiyo utapata uzoefu kutoka kwa wengine na utajifunza vitu vingine, lakini pia utapata fursa ya kueleza kile ambacho wewe uko nacho. Amen. Ukipata fursa ya kueleza katika imani, unakuwa unapewa uwanja mzuri na ni mpana. Amen. Kwa hiyo kwa sababu imani haifungwi. Amen. Kwamba ni lazima uamini hiki, hapana. Unakuwa na uhuru wa kueleza mawazo yako, ili pia kama unaelewa vibaya wasiwakusikia wenzako. Amen. Wakusaidie ili uwe na right understanding, uelewa sahihi ambao utakusaidia kuweza kusogea mbele katika mambo ya imani. Amen. Nafikiri kuna umuhimu huo, nimesema mmoja tu, lakini ziko nyingi. Karibu hata mmoja mwingine. Ziko nyingi. Mfano pia utaweza kupata kufahamiana na wengine. Ukiwa katika hivi vipindi, utaona mwenzako mahali fulani amechangia kitu. Na wakati mwingine unasema natamani ningekuwa najifunza na ndugu yangu huyu. Amen. Kwa hiyo naye atatoa namba zake, utafahamiana na yeye, utajua yuko wapi. Amen. Siku nyingine umesafiri kutoka mahali moja kwenda mahali pengine, maana Mungu si aliumba mbingu na nchi. Hakuumba kwamba wewe uko tu mahali fulani tu, labda kama ni Dodoma uko Dodoma tu, hapana. Amen. Mungu aliumba mbingu na nchi, maana yake nchi ni pana, sio moja tu mahali fulani. Kwa hiyo unaweza ukasafiri ukatoka mahali fulani
fulani kwenda mahali fulani, hujui wanaabudia wapi. Ni kweli. Sasa ukifika pale, kama umewahi kupata uzoefu huo, basi utaweza kujua eneo hili kuna fulani, wacha nimtafute. Naweza nikapata wenyeji. Sawa. Na Wakristo tunakaribishana, tunafahamiana. Amen. Unajisikia amani kama kwamba uko nyumbani. Amina. Na neno moja basi kwa mtu anayetamani sana tuweze kufanya hiki kitu, neno moja la mwisho kabla hujaweza kuagana na msikilizaji na mtazamaji wetu. Neno moja ninalo kwa kweli. Karibu. Katika Wafilipi 1:6 panasema ya kwamba yeye aliyeanza kazi yake mioyoni mwake ataimaliza mpaka siku ya mwisho. Ninamaanisha ya kwamba kama tumejitoa kweli kufata ukweli huu ambao tumeendelea kufunua katika masomo mbalimbali, si sisi tu, hapana, wako watumishi wa Mungu mahali popote. Amen. Kama tumeweza kupata kweli huu ujumbe na tukaamua kufuata, kitu ambacho naweza nikasema kama cha mwisho ni kwamba ni vita ambayo haina mapumziko. Sawa. Kiujumla maisha ya Kikristo ni vita ambayo haina mapumziko. Na mahali fulani pameandikwa kwamba sura ya 5 ya kitabu cha Christ Objective Lesson. Sura hiyo inaitwa imefanana na punje ya haradali. Umefanana na punje ya haradali. Yaani ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali. Sawa. Katika sura hiyo kuna sentensi hii hapa. Punje ya haradali ina vita vya kupigana. Ina vita vya kupigana. Kwa hiyo tunapoingia katika ujumbe huu kuna vita ya kupigana. Kwa hiyo tusizimie moyo. Amen. Wala tusijihisi upweke. Hapana, bado Yesu yuko upande wetu. Na safari bado haijaisha. Mahali ulipofika mpendwa, kama umechoka, ningekwambia kama maneno ambayo Elia aliambiwa na malaika, inuka ule mkate na maji, maana safari bado ya miaka ya siku 40. Kwa ni ndefu sana. Sasa hizo siku 40 mimi nasema ni mpaka mwisho wa ulimwengu ulio karibu sana, mwisho huo. Kwa hiyo ninawakaribisha wote, hasa wale ambao kiukweli napenda kitu kimoja. Mtumishi, wacha nikiweke wazi. Karibu, kiweke wazi. Ndio. Ninapenda vijana wanaochukua Injili. Yaani hata tungeungana hivi wote kwa pamoja. Yaani hicho kitu mimi nakipenda sana. Kwa hiyo vijana ambao wanatamani waweze kuwa wahubiri, wawe watumishi wa Mungu, waweze kuhubiri na wengine wamuone Yesu kwa kazi yao. Nawakaribisha sana. Nafikiri namba zetu utawapa. Namba wataziona chini hapo, kama wanavyoziona wataendelea kuchukua namba hizi. Amina. Naamini kitu kimoja, ukiwasiliana mimi ni sawa, ukiwasiliana mtumishi wa Mungu Oscar Mbajo utakuwa umefika mahali hapo. Mungu awabariki sana. Shalom. Amina. Ubarikiwe. Basi tutaonana panapo majaliwa. Mimi ngoja niendelee na wapendwa kidogo. Amina. Ubarikiwe. Nashukuru mtu. Uwe na majukumu mema. Amina. Haya. Bye.